Ndia mzee, yote ni wazito, nitafikisha ujumbe kwa wenzangu serikalini. Sasa nilipo Ulaya, kwa sababu nilivyosema namfahamu Nchimbi, kitu kimoja, Nchimbi sio chawa wa aina yoyote. Nchimbi alipokuwa kwenye chama hakuwa chawa na vijana wenzake, na ameendelea hivyo hivyo, na mmemuona matamko aliyokuwa akitoa ni yale alikuwa na abidi. Mkiona kuna wakati fulani nadhani viongozi wa Chadema walikamata, sijui kama Hecherimo huko Mbeya kule, walikamatwa kule. Nchimbi akiwa katibu mkuu wa chama akasema, waachieni tushindane kisiasa. Katika uchaguzi wa serikali za mitaa 2024, unajua Nchimbi alitoka akatamka kwamba nimekwenda kumuona mwenyekiti wangu ambaye pia ndiye rais, kwamba haya madogo yanayofanya yaache tushindane kisiasa. Divisimo walikuwa naitoa tofauti ya uongozi, na mmekuwa mkimwona toa matamshi. Anasema kama wana CCM akifanya jambo la ovyo, bila kemea. Hakuna cha kusema kwamba huyo CCM amefanya ukaa kimya. Na nilikuwa na taarifa wenzangu hawa tulipokuwa kwenye ofisi ya mwenyekiti. Kwa hili ilipotokea lile kwamba anapelekwa kwenye kamati ya maadili, jenerali akaniuliza swali juu ya hilo. Mimi nilisema kwanza utaratibu ule wala mzuri, lakini kapita hiyo. Sasa nilipoona kwenye mtandao kuna barua ya Nchimbi, alikuwa maana mimi sio mwana mtandao, vijana wangu ndio huwa wananiletea haya. Kwa hiyo binti yangu akaja anasema, mzee, baba, Nchimbi ameandika barua ya kuresign. Akanionyesha kwenye simu yake. Nikamwambia hizi ni pranks za watu hawa vijana wanaoandika, sio mimi, sio kweli. Yaani mwingine akaja, mwingine akasema nimecheki huko ni kweli. Basi mimi kapigia simu Nchimbi. Akapokea, akamwambia nimekupigia, kuna barua ina trend kwenye mtandao. Mimi kipenda uniambie ni kweli umeandika barua ya kuresign? Akasema ni kweli mzee. Akazungumza akasema, rais reaction yake ni? Akasema bado. Akasema basi tutazungumza kwa urefu zaidi jijue kwa nini una resign. Basi siku ya pili nikasikia halmashauri kuu inakutana. Nikapigia simu, haikupokelewa. Basi nikaashumu kwa kuwa bado ni makamu, bado labda iko kwenye halmashauri kuu. Jioni kapa tangazo kwamba kutakuwa na press conference ya CCM saa 3 usiku. Nikapigia simu, haikupokelewa. Nikapiga ujumbe, haukujibiwa. Na kwa kawaida serikali yetu alikuwa na respondi mapema tu.
Then nikaona yaliyosema kwenye press conference. Nikasema, kajaribu tena kupiga simu, haipokelewi. Then asubuhi nikaona wanasema amenyang'anywa simu zake. Sasa mimi nikanishangaza kidogo, wala nimekuwa kwenye chama, nachukua hatua za nidhamu, lakini baada ya hapo mtu ni huru. Sasa mimi waliponiambia kwamba wamesema sijui yuko kizuizini ama nini, bado sijaamini kwa sababu sioni msingi wake. Lakini moja ndiyo matatizo tuliyo nayo. Ukiangalia ahadi zetu wana CCM, moja inasema nitasema kweli daima, fitina mwiko iko kwenye ahadi zetu. Lakini siku hizi ukisema ukweli umeanzisha fitina, unaweza hata kususiwa. Kwa hiyo naona tatizo hilo, kwa sababu CCM ni mwaka jana imetia katiba katika ilani yake, na baadaye sasa Nchimbi alipokutana, nani wa harakati wako hapa aliokutana nani? Alipokutana nao akawahamasisha tupate katiba mapema. Katika tuhuma ambazo inasemekana amepewa ni kusema hivi, na hiyo ndiyo inanipa wasiwasi. Kweli tuna utashi wa siasa ama tunatia tuendelee hivi isahau tutafika 2030 hatuna katiba mpya inayotumika. Na hali ninavyoiona unaweza kuwa kuna mlipuko. Na ndio maana jenerali aliponiuliza nilisema sioni uwezekano huu. Kwa hiyo tuwe na kitu cha mpito hivi. Nikasema tuchukue maeneo yale ya katiba ambayo ni muhimu, tuzungumze, tukubaliane, tutunge sheria kama ilivyotungwa sheria ya uchaguzi. Wakati tunangojea katiba mpya, katika maeneo hayo, mfumo wa uchaguzi, mgawanyo wa madaraka, muungano na maadili, haya mane tukiyachukua, labda na mgombea binafsi. Kwa hiyo iko kwenye katiba inayopendekezwa, lakini imetiliwa masharti ajabu. Hayo tuyafanyie kazi.